Serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kudumisha misingi ya utawala bora ikiwemo haki na usawa na kuendelea kusimamia miradi ya kimkakati yenye tija kwa nchi na hivyo kuiwezesha serikali kuwaletea wananchi wake maendeleo katika nyanja mbalimbali, ili kuhakikisha kuwa takribani 70%, mimi mara nyingi huwa nasema sio 70, ni zaidi ya 70, inaweza ikawa 80 mpaka 90 huko. 70% ya bajeti ya serikali inayotumika kwa ajili ya ununuzi wa umma ambayo huwaletea wananchi maendeleo, serikali imetunga sheria, kanuni na miongozo ya ununuzi wa umma ili kuimarisha sekta hii. Ndugu washiriki, katika kipindi cha serikali ya awamu ya sita, PPAA imeweza kushughulikia mashauri 196 yaliyotokana na michakato mbalimbali ya ununuzi wa umma. Aidha, katika mashauri hayo PPAA ilizuia tuzo kwa zabuni 43 zisizo na uwezo wa kifedha pamoja na wale zilizokosa sifa za kitaalamu za kutekeleza zabuni husika. Hatua hii iliepusha serikali kuingia katika mikataba ambayo ingepelekea kuwa na utekelezaji wa miradi usioridhisha. Pia ingeweza kusababishia serikali upotevu wa fedha za umma na mwisho kuchelewesha maendeleo stahiki kwa wananchi. Ndugu washiriki, PPAA kushirikiana na Wizara ya Fedha na Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali na taasisi zinazosimamia ununuzi wa umma nchini imeweza kushiriki katika kutungwa upya kwa sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 na kanuni za ununuzi wa umma za mwaka 2024. Sheria mpya ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 iliyoanza kutumika Juni 2024 na kanuni zake Julai 2024 zimeleta maboresho mbalimbali katika eneo hili la ununuzi na ugavi wa umma, ikiwemo kupunguza muda wa kushughulikia malalamiko na rufaa zinazotokana na michakato ya ununuzi wa umma. Muda wa kuwasilisha malalamiko kwa taasisi nunuzi umepunguzwa kutoka siku 7 za kazi hadi siku 5 za kazi. Kadhalika, muda wa afisa masuhuli wa kushughulikia malalamiko ya zabuni umepunguzwa kutoka siku 7 za kazi hadi siku 5 za kazi. Aidha, pale ambapo afisa masuhuli ataunda jopo la mapitio ya malalamiko, basi atatakiwa kutoa uamuzi wake ndani ya siku 7 za kazi. Pia muda wa kuwasilisha rufaa kwa PPAA umepunguzwa kutoka siku 7 za kazi hadi siku 5 za kazi, na muda wa mamlaka ya rufani kushughulikia malalamiko au rufaa umepunguzwa kutoka siku 45 hadi siku 40. Ndugu washiriki, ili kuendelea na mabadiliko yaliyoletwa na sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023, PPAA kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha, Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali na taasisi zinazosimamia ununuzi wa umma nchini imeandaa kanuni za rufaa ya ununuzi wa umma za mwaka 2025 ambazo zimetangazwa kwenye gazeti la serikali tarehe 31 mwezi wa kwanza 2025 kupitia GN namba 65/2025. Kanuni za rufaa ya ununuzi wa umma ni mojawapo kati ya miongozo inayotumiwa na PPAA katika kushughulikia malalamiko na rufaa zinazowasilishwa mbele yake. Mmoja kati ya maboresho yaliyotolewa na kanuni hizi ambayo yanaendana na matakwa ya sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023
ni takwa la kuwasilisha malalamiko na rufaa kupitia mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma, yani NeST. Takwa hili la kisheria linaendana na mabadiliko yaliyoletwa na serikali ya awamu ya sita, ambayo kipaumbele kimewekwa katika matumizi ya teknolojia katika utekelezaji wa majukumu yake. Ndugu washiriki, ili kuendana na matakwa ya sheria ya ununuzi wa umma pamoja na kanuni za rufaa ya ununuzi wa umma za mwaka 2025, PPRA kwa kushirikiana na mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma, yani PPRA, imejenga moduli ya kuwasilisha na kushughulikia malalamiko na rufaa kwa njia ya kielektroniki, ukipenda kwa lugha ya Kiingereza Complaints and Appeals Management Module, katika mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma, yani NeST. Ndugu washiriki, moduli ya kupokea na kushughulikia malalamiko na rufaa kwa njia ya kielektroniki ina faida nyingi kwa wazabuni, taasisi nunuzi na PPRA, kwa kuwa inarahisisha zoezi la uwasilishaji wa ushughulikiwaji wa malalamiko na rufaa zinazotokana na michakato ya ununuzi wa umma. Hapo awali ilimlazimu mzabuni aweze kuwasilisha malalamiko ili aweze kuwasilisha malalamiko alipaswa kufika katika ofisi za taasisi nunuzi, au katika hatua ya rufaa alipaswa kufika katika ofisi ya PPRA ili aweze kuwasilisha lalamiko lake au rufaa yake, na taasisi nunuzi au PPRA iweze kushughulikia malalamiko au rufaa zilizowasilishwa, inapaswa kuchambua nyaraka zote zinazohusu zabuni inayolalamikiwa, ambazo huwa katika mfumo wa nakala ngumu. Hii imekuwa ikileta changamoto kwa kuwa katika baadhi ya michakato ya ununuzi wa umma, baadhi ya nyaraka zimekuwa hazipatikani kwa wakati au kutokupatikana kabisa, jambo ambalo huathiri mchakato mzima wa ushughulikiwaji wa malalamiko na rufaa. Ndugu washiriki, moduli ya kuwasilisha na kushughulikia malalamiko na rufaa kwa njia ya kielektroniki ina faida kadha wa kadha, ikiwemo hizi ambazo nitazitaja asubuhi ya leo. Moja, mzabuni hatalazimika kufika katika ofisi ya taasisi nunuzi au PPRA ili kuwasilisha lalamiko lake au rufaa yake. Mbili, kupunguza gharama na muda kwa wazabuni, kwa kuwa hawatatakiwa kusafiri kuweza kuwasilisha malalamiko au rufaa zao. Hapo awali ilikuwa lazima ufunge safari, ubebane na mafaili yako, uje katika ofisi ya taasisi nunuzi au mamlaka ya rufani ya zabuni za umma. Tatu, inaongeza uwazi katika mchakato wa ushughulikiaji wa malalamiko na rufaa, kwa kuwa mzabuni aliyowasilisha lalamiko lake au rufaa ataweza kuona hatua mbalimbali za ushughulikiwaji wa lalamiko au rufaa yake. Nne, kuiwezesha PPRA kutoa hukumu kwa haki na kwa wakati. Tano, inawezesha utunzaji wa kumbukumbu ambao tukizitaka wakati wowote hatuna haja ya kufanya mawasiliano na taasisi nunuzi au mzabuni, kwa kuwa zimo ndani ya moduli ya kushughulikia malalamiko au rufaa. Ndugu washiriki, kwa sasa moduli hii imekamilika. Hivyo naomba kutumia fursa hii kuwaalika kushiriki mafunzo ya matumizi ya moduli hii ya kupokea na kushughulikia malalamiko na rufaa kwa njia ya kielektroniki iliyo ndani ya mfumo wa NeST, ili kutuwezesha sote kwa pamoja kuisaidia serikali kupata thamani halisi ya fedha. Ndugu washiriki, mafunzo haya ni mwendelezo wa mafunzo yaliyofanyika katika sehemu mbalimbali nchini Tanzania. Tumeshafanya mafunzo katika kanda ya Pwani, tumefanya mafunzo katika kanda ya Ziwa, tumefanya mafunzo katika kanda ya Kaskazini, tumefanya mafunzo katika kanda ya Nyanda za Juu Kusini, tumefanya mafunzo katika kanda ya Kati. Hivi sasa tunafanya mafunzo kwa mikoa husika. Tumeanza kwa mfano
siku 2 zilizopita au 3 tulikuwa mkoani Ruvuma na kwa sasa tuko Iringa. Ndugu washiriki, niseme baada ya hayo machache ambayo nimezungumza, ninapenda tu kutamka rasmi kwamba mafunzo ya matumizi ya moduli kwa mkoa wa Iringa na Njombe yamefunguliwa rasmi. Karibuni na asanteni kwa kunisikiliza.